I say, sijui kama mumeona hii clip Tanzania baada ya mauaji ya maelfu ya watu. Kuna hii clip inatembea mtandaoni ambayo ni ya machozi sana. Imagine clip, msasi na familia wameamua kufanya mazishi na wanasika nguo na viatu vya mpenda wao. Kumbuka, inasemekana ya kwamba watu zaidi ya 10,000 wameuawa ndani ya nchi ya Tanzania. Lakini Mama Samia Suluhu akiongea kutumia Komando Muliro, msemaji wa polisi Tanzania IGP, anasema ya kwamba hizo klipu zinatembea za watu waliuawa, sio za Tanzania. Hizo klipu mnaona za maandamano sio za Tanzania, zimetengenezwa ni AI na zingine ni za nje ya Tanzania. So ni kama ya sasa wanamaanisha ya kwamba Tanzania hakukuwa na maandamano ya kwanza. Tanzania hata mende moja haikuuawa kulingana na maoni ya Komando Muliro. Lakini tumeona klipu ikitembea katika mitandao ya kwamba watu zaidi ya 10,000 walipoteza maisha kwa kuuawa na marisasi na jeshi la polisi la nchi ya Tanzania. Lakini Samia anasema ya kwamba kuna amani ndani ya nchi ya Tanzania. Anasema ya kwamba wenye walionekana wakiandamana sio wa Tanzania, ni wa Kenya waliingia Tanzania wakaenda kuandamana. Sasa hizo klipu mnaona zikitembea hapo, hiyo klipu inatembea, hao ni wa Kenya. Haya, Mama Samia Suluhu, unasikia nini ndani yako wakati unaona watu wanalia, mpendo wao ameuawa na wewe? Sisi kama Waafrika, we have our own culture. Tuko na mila na desturi za kwetu. Mkipoteza wapendo wenu ama mpendo wenu, ni afadhali mupate mwili, muhakikishe ni yeye, musike, mjue mtu wenu, mpendo wenu alikufa akafariki, mukasika. Sasa angalia, badala ya kuna traumatized, hiyo ni Kisungu, kwa Kiswahili shida tasema aje? That is what we call traumatized. Kuna vile akili yenu haiwapei, yani mtu wenu hamjui kama alikufa ukweli ama ako hai. Kitu ya kwanza, hamuna ukweli ya kwamba huyu jamaa alikufa ukweli ama ako hai. So afadhali, hakuna kitu mbaya kama mtu apotee, eti mtu ameenda missing, amepotea. So hamuna uhakika jamaa mtu wenu alikufa ama ako hai. Afadhali akufe sasa, mjue fulani wetu alifariki akafa. Sasa hivi tunafanya 1 2 3, tumezika yeye, tumesahau ya kwamba mtu wetu alikufa, kuliko kupotea. Hamjui ya kwamba huyu jamaa wetu mnasika nguo, mnasema anaweza tokelezeshea mahali, anaweza toka, anaweza kuja. Sasa imagine mtu wenu ameuawa. Baada ya kuuawa, amuoni mwili, amuoni mtu. Hiyo ni kilio mbaya sana. Hiyo ni kilio mbaya sana.
So wakati Mama Samia Suluhu, unaona kidini, wazazi, familia, marafiki na majirani wanasika nguo na viatu, hicho ni kilio kibaya. Sijui ni kutofikiria. Mama Samia Suluhu anasema eti kuna amani ndani ya nchi ya Tanzania, eti wenye waliuawa sio wa Tanzania. Na sasa kuna report imetoka BBC, kuna report inatoka BBC, wametumia mtambo wa satellite. Satellite ni mtambo uko juu sana, umewekwa sababu ya intelligence. Ni kamera imewekwa juu sana, inaangalia duniani kote, hakuna mahali iendi. So BBC nimeona wametoa report, wametoa video ya kamera imemulika nchi ya Tanzania, kila tukio. Wakati Muliro anasema eti hakuna zile video za mauaji sio za Tanzania, wala ni za AI, wala zimetengenezwa. So BBC imeleta zile video walitumiwa na, unajua sometimes kusoma ni kitu ya maana. Masomo ni kitu ya maana. Mama Samia Suluhu kutosoma kwake anafanya kitu kiutoto sana. Alifikiria Kisima Network. Maana alisema network Tanzania. Sasa atafanya vitu vile anataka, kujua kana kwamba kuna intelligence imeweka nini? Imeweka satellite juu. Yaani serikali ikiamua kutangaza kila kitu vile kiko duniani kote, kuna clips, kuna report ya satellite ambayo imewekwa juu, inamulika duniani kote. So aliposema network Tanzania, akazuia vyombo vya habari vya Tanzania wasitangaze hali halisi. Mpaka sasa hivi tukiongea, hakuna chombo chochote cha Tanzania kimeruhusiwa kutangaza mambo ya siasa, wala kuweka hoja, wala kuweka mijadala ya siasa. Tukiongea saa hii ni marufuku Tanzania, mkionekana watu watatu mmesimama kwa njia mkiongea, ni marufuku. Tukiongea saa hii ni marufuku kuenda mikutano ya ibada, iwe ni msikiti, iwe ni kanisa, bila afisa kutoka afisi ya upelelezi awe ndani ya hiyo kanisa, asikize mahubiri yenu, maongezi yenu, yasiongee juu ya rais ama hali halisi ama michafuko. Yaani kuna upuzi fulani na utoto fulani ndani ya nchi ya Tanzania sasa. Eti ni marufuku kwanza kuonekana mkiwa watu watatu mkiongea kwa njia hiyo, ni marufuku. Ni marufuku kuwa katika mkawa ama hoteli kuongea juu ya hali halisi ya Tanzania ama juu ya siasa. Hiyo ni marufuku, ni kosa, unafaa kustakiwa kosa la uhaini. Ni makosa, ni marufuku kukua katika mikutano ya ibada ndani ya Tanzania. Hiyo ni sheria imewekwa pale ndani ya nchi ya Tanzania, iwe ni kanisa ama msikiti ama crusade, bila afisa kutoka ofisi ya upelelezi. Lazima akae pale. Mbona akae pale? Kuchunguza mahubiri yenu, maongezi yenu. Msiongee juu ya machafuko yaliyotendeka ndani ya Tanzania, juu ya watu wamekufa Tanzania, juu ya siasa ya Tanzania. Ni marufuku kuongea katika vyombo vya habari, iwe ni online ama on air, iwe ni YouTube, Facebook, lakini uko ndani ya Tanzania, ama radio ama TV,
ni marufuku kuongea hali halisi ya nchi ya Tanzania. Sasa tukiongea, ni marufuku kuweka hoja ama mijadala ndani ya TV ama redio ama mitandao ya kijamii yoyote ndani ya nchi ya Tanzania, kuongea hali halisi. Yaani mtu wende ameuawa na haufai kuongea ya kwamba kuna mtu wende ameuawa Tanzania na ukweli amekufa. Kusema ya kwamba kuna watu walikufa, hiyo ni kosa la uhaini. Kuongea mara sijui nini siasa ya kwamba eti kuna uchaguzi ulikuwa ni kama hiyo ni kosa la uhaini, ni marufuku. Kuongea ya kwamba yani usiongee juu ya siasa, usiongee ukweli kuhusu ndani ya nchi ya Tanzania, ni marufuku. So mama wakati alisema network ndani ya nchi ya Tanzania, so kulikuwa na giza. Hakuna Facebook, hakuna WhatsApp, hakuna YouTube, hakuna mambo ya mtandao yote hakukuwa. Lakini akasema ya kwamba kamera asikufungwa, simu asikufungwa kamera. Kando na kusema network, Watanzania walirekodi matukio yote ambayo yalitendeka pale. Akasema ya kwamba kuna satellite juu inamulika kila mahali. So BBC wameaccess recordings zilizorekodiwa na mitambo ya satellite. Kila tukio lilotendeka pale. Yaani hata ukitaka kuhesabu kura zilizopigwa sasa hivi, hata ukitaka kuhesabu kura zilizopigwa Tanzania, unaweza kuhesabu kutumia mtambo wa satellite. Maana BBC sasa hii wako na kila kitu. Unaposema tio walipiga watu milioni 30, hata ukitaka kuona mistari ya waliopiga kura nchi ya Tanzania sasa hivi, kutumia mtambo wa satellite, maana inaonyesha kila kituo, kila mahali, kila center, watu walikuwa laini wangapi, inasema. Wenye waliua watu, waliua wapi, wangapi walikufa, hata mahali wamesika. Mtambo wa satellite uko juu au uko chini, inamleo kutoka juu paka chini, inakupea paka location. Inakupea paka location, paka mahali wamesikwa, paka magari yaliokuwa yamebeba mili, wanajeshi wenye walikuwa wanaenda kusika, trakta ililima pale, paka namba inayo. Sasa Mama Samia aliposima mitandao, akaweka ya kwamba watu wasitume picha. Baadaye sasa hivi mitambo imefunguka, picha tuko nazo, tumezipata, tumetumiwa. Pia BBC imeaccess recordings zilizorekodiwa na satellite. Na hapo wanasema ya kwamba eti anasema ya kwamba eti hakukuwa na michafuko. Hizo picha za watu kuuawa sio za Tanzania, ni za kwingine, na zingine ni za AI, artificial intelligence. Sasa hivi tunangoja wakamilishe ripoti yao. Hivi punde mtaona video ya ripoti kamili ya kutoka BBC, pia kutoka kituo cha CNN, pia kutoka kituo cha Al Jazeera. Wanaendelea kuprepare video kamili wapate kuiachilia. So itaachiliwa hivi punde, itaachiliwa muone ukweli yaliyotendeka katika nchi ya Tanzania. Mama Samia amejaribu kujisafisha saa hii. Hata ujisafishe hauwezi, usachi mpaka mavi amejipaka, uwezi safisika. Kilichopo sasa hivi, hebu katika hapo comment section ni nini maoni yako, wakati msemaji wa polisi Tanzania anatoka wasiwasi na kusema ya kwamba eti
hakukuwa na maandamano, hakukuwa na mauaji, hata mende haikuuawa katika nchi ya Tanzania. Hebu tupe maoni yako, ni yapi? Wakati tuko na video tunangoja ripoti kutoka CNN. Thank you very much. Like, comment and subscribe.